Once again. Mmeifungua dunia, tunakutana na huyu dada utoka uamini, alikuwa akifanya uwizi. Huyu dada anakwenda kwa jina la Tonia, kaiba saa ya gharama pale na akawa anafungua briefcase. Utoka uamini kuna mshikaji alikuwa amelala, kakutana na madola ya kutosha, pesa ni nyingi. Basi bidada akawa anakusanya, akawa anaiba. Huyu dada ni muuza kitumbua, anauza chini, na alikuwa akibeba pesa zote za huyu mtu ambaye alikuwa amemuuzia kitumbua siku ya leo. Yani alikusanya briefcase nzima, akuacha hata shilingi 100. Alafu alichokifanya akachukua viatu mdogo mdogo, akawa anajichenga, alibeba kila kitu. Na haya ndo madhara ya kununua vitumbua. Na mdogo mdogo mshikaji akawa ananyenyuka, lakini akakuta yule dada ambaye amemuuzia kitumbua usiku wa jana alikuwa tayari ameshajichenga. Mshikaji akujua kwamba huyu dada atakuwa ameondoka na kila kitu, basi mshikaji akawa anamuita, akajua maybe atakuwa anaoga, lakini cha ajabu ni kwamba yule dada hakuwepo. Mshikaji akabaki na shangaa kuangalia briefcase yake, mwamba hakuamini. Kuchungulia amebakiziwa tu $1 moja. Bidada akasomba kila kitu, na ilikuwa ni sherehe kwenye nyumba yake pamoja na rafiki yake. Huyu ni rafiki yake anakwenda kwa jina la Ese. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno, wote wanauza vitumbua, wote wanauza chini. Na siku ya leo ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma. Kawaida yao ni kwamba wakigusa tu mimba lazima waichomoe, wanatoa mimba, hawako tayari kuzaa kabisa. Kwa wanatafuta dawa wanakunywa ili mradi kuweza kutoa mimba. Kama unavyojua hizi ndio tabia sasa za wauza vitumbua wao. Bora apate ugonjwa kuliko mimba, kwani mimba ni kitu kibaya kweli kwa upande wake. Basi huyu dada Tonia akawa anakunywa ile dawa kwa sababu ya kuweza kutoa mimba, na alikuwa na furaha kubwa vibaya mno. Yani wao ndio maisha yao, na ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno. Wameishi pamoja kwa muda mrefu, na wote wanafanya biashara moja. Kazi yao ni kuuza vitumbua kama nilivyokuambia hapo awali. Lakini huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Ese ana mchumba wake bana, na huyu hapa ndo mchumba wake, anakwenda kwa jina la Daniel. Ni mchumba wake ambaye wanapendana vibaya mno. Unajua bana, kila mdada ambaye anauza kitumbua ana mwanaume wake ambaye anampenda na wanapendana. Na huyu dada Ese, huyu ndo mwanamume wake ambaye anampenda kinoma noma, yuko radhi kumpatia kitumbua bule na kila kitu anampa yote. Na hili limshikaji linamkubali kinoma noma mtoto wa kike, na utokao uamini huyu mwamba Daniel hajuagi kabisa kwamba huyu dada anauza vitumbua. Basi mshikaji akawa anambusu, bila akamwambia tulia, kamtupa kitandani. Alafu then alichokifanya kampandia kwa juu, akawa anamjunja bana, alimtafuna ya nini humu tu. Na baada ya mitafuno kuweza kukwisha, basi birada ilikuwa ni furaha kubwa hivi bamini, kwa sababu huyu mshikaji anamridhishaga kweli, na huyu mwamba anaridhishwaga kweli na huyu dada, kwani ni fundi, akipanda juu ashuki, ni miuno kama yote. Mshikaji waga anajisikia raha kinoma noma. Na ni wakati mwingine bidada alikuwa akirudi nyumbani, na alikuwa akiongea na mdogo wake, na mdogo wake kamwambia kwamba anahitaji kuja mjini kwa sababu ya kuja kutafuta maisha, na anahitaji kuja kufikia kwa dada yake. Basi bidada kamwambia hakuna shida, unaweza kuja tu kufikia hapa nyumbani kwangu, wala usijali, kila kitu kiko sawa. Huyu dada alikuwa ni furaha kubwa kweli baada ya mdogo wake kuweza kumwambia anahitaji kuja mjini kuja kutafuta maisha na atafikia kwa dada yake. Huyu mdada ambaye anakwenda kwa jina la S, na alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake kwamba mdogo wake anakuja hapa. Mdogo wako anakuja? Yes, anakuja hapa, tutaishi naye, alafu wewe ndio inabidi uende kumpokea kwa sababu mimi nitakiwa nibaki niendelee kumwandalia chakula. Basi bana, bidada ambaye anakwenda kwa jina la Tonia akupenda kweli mdogo wao dada kuja kuishi na wao hapa pamoja, kwa sababu kulingana na kazi yao anaweza karibu michongo. Na ni kweli bana, bidada alienda kumpokea huyu mshikaji anayekwenda kwa jina la Michael, ndo mdogo yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ese. Karibu sana, kwa wewe ndo rafiki mkubwa wa dadangu, alikuwa akiniambia anakukubali kweli. Wewe si ndo Tonia? Ndio, ni mimi. Stories zilikuwa ni nyingi wakati huo Tonia akimpeleka mshikaji nyumbani. Basi bana, walitimba mpaka nyumbani. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa bidada pamoja na mshikaji, kwa sababu ni muda mrefu kweli walikuwa hawajaonana. Kikweli nilikumisi sana mdogo wangu, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekuona kwa mara nyingine. Mwamba alikuwa happy vibaya mno, wala usijari mdogo wangu. Basi bidada akawa anamkaribisha mshikaji mpaka ndani, na hiki ndo chumba ambacho mshikaji atakuwa akistay. Mwamba akiangalia chumba ni kikali vibaya mno, kwa sababu mshikaji katoka Abuja na hapa kaja Lagos kwa sababu ya kutafuta maisha. Alikuwa happy kinoma noma. Basi ilifika time ya kula, walikuwa wakienjoy msosi. Mwamba anafurahi vibaya mno, analusha tonge. Unajua tena Mwamba katoka kijijini bana, lakini sio kijijini kwamba ni vile vijiji sana. Ni kama vile mtu ametoka Mbeya alafu anakuja Dar es Salaam. Yani kwa maana hiyo sehemu ambayo anatoka sio kijijini sana, ni mjini kidogo, lakini kaja mji mkuu ambao ni Lagos. Mwamba alikuwa happy kinoma noma, na alikuwa akienjoy msosi ambao dada yake alikuwa amempikia eti. Basi bana, siku ile bidada Ese alikuja kuonana na mchumba wake.
na alikuwa amemuita restaurant. Basi bidada akawa anamuulizia uko kwa wapi, mshikaji akamwambia sogea kwa mbele, kuna meza hapo imelembwa. Bidada kuangalia, anaona kuna meza ilikuwa imelembwa. Mshikaji leo utokao uamini kamtengenezea bonge la surprise mchumba wake. Kama nilivyokuambia ni kwamba licha ya dada kwamba anauza kitumbua, ila ana mwanaume wake ambaye ni mchumba wake ambaye wanapendana kweli. Na huyo mshikaji anakwenda kwa jina la Daniel, na hata siku moja hajui kabisa kwamba huyu dada ni muuza kitumbua. Na siku ile mshikaji utokao uamini amekata shauri kwa sasa hivi anahitaji kuoa, na mwanamke ambaye anamtaka kuweza kumuoa ni huyu dada ambaye anakutoka jina la Ese. Tangu nimezunguka kwenye hii dunia sijui kukutana na mwanamke kama wewe. Mwanamke una hofu ya Mungu, mlokole, mdada watu unavaa sketi ndefu, mzuri jamani wewe. Basi mwamba akawa ananyuka goti pale na akamwambia vipi, uko tayari kuolewa na mimi? Bidada haamini, eti leo anaolewa, unadhani atakubali? Bidada alikubali na mshikaji alimvisha pete pale. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ese, kwa sababu hakuwahi kuwaza hata siku moja kwamba angepata nafasi ya kuolewa, kwa sababu yeye ni muuza kitumbua. Haamini leo kuna mwanaume kamheshimisha. Ndio inavyokuaga bana, haijalishi unafanya nini, unafanya kazi gani, kama Mwenyezi Mungu ameamua kukuletea neema kwenye maisha yako uwaga inakujaga tu, haijalishi unaishi maisha gani. Bidada ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno baada ya mshikaji kuweza kumvisha pete na kumfanya kuwa mchumba rasmi, na muda si mrefu wataweza kuoana. Bas cheers, ndio kitu ambacho kilikuwa kikiendelea pale. Bidada alikuwa happy vibaya mno, na alirudi nyumbani akiwa na furaha kubwa kinoma noma. Alirudi na zawadi kwa sababu ya mdogo wake ambaye anakwenda kwa jina la Michael. Leo nina bonge la surprise. Surprise gani tena? Sisi tumekazetu tulikuwa tukipiga story. Yeye anaambia, "Ni surprise gani ambayo umeniletea hapa? Zungumza." Mimi nazungumza, wala msijari. Basi bidada akanambia, kaini mkao wa kula. Surprise yenyewe ni talala. Sasa hivi nina mchumba. Ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno kwa mshikaji baada ya dada yake kuweza kupata mchumba. Mwamba alikuwa happy kinoma noma. Jamani, pete ni nzuri, alafu ya gharama kubwa. Jamani dada yangu, ongela kweli. Bidada alikuwa happy kinoma noma kwa sababu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Michael ambaye ni mdogo wake ameungana na yeye kuweza kufurahia swala zima la yeye kuweza kuvishwa pete na yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Daniel. Cheers! Mshikaji alikuwa akimpongeza dada yake kwa sababu sasa hivi amevuka level, yuko level nyingine, kwa sababu muda si mrefu anaenda kuwa mke wa mtu. Bidada alikuwa na furaha kubwa kinoma noma, anajisikia raha barabara. Umebaki wewe tu mdogo wangu. Basi bana, ni wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Sonia. Alikuwa akitoka zake huku akizungumza na mteja kwa sababu alikuwa akihitaji kwenda kuuza kitumbua, na ghafla akakutana na mshikaji hapo. Vipi, umevaa umependeza, unaelekea wapi? Nenda kuonana na mteja, kuna mteja wangu naenda kuonana naye. Mteja? Kwamba kuna biashara unafanya? Yes, kuna biashara naifanya. Wow, ongela kweli. Ni biashara gani hiyo? Biashara biashara tu, mimi ni mtu wa mitandaoni, nafanya biashara mitandaoni, kwa naenda kuonana na mteja, kuna biashara nataka tukuzungumze. Jambo ni zuri tu, unaweza kaenda tu, wewe nenda, wewe laki iwezekanavyo mmoe mteja. Basi na kujua kwamba bidada anaenda kuuza kitumbua, anaenda kupushi chini, na bidada alitoka mbio vibaya mno. Inaonekana kuna mtu alikuwa akimkimbiza. Nadhani kama kawaida yake, bidada akilalaga na mwanaume ni lazima amuibie, kwa sababu pesa ambayo analipwa haikivi, na ndio maana anaiba. Alifika nyumbani akiwa wa moto vibaya mno, alikuwa ametoka mbio. Kama unakumbuka, njiani alidondoka na kudondoka, bidada pumzi iliisha na alizimia pale. Basi mshikaji ndo akawa amemdaka na akawa anajaribu kuweza kumwamsha, lakini bidada tayari alikuwa amezima. Basi mshikaji alimpa huduma zote na bidada alikuwa amepoa zake kitandani. Basi mdogo mdogo ndo akawa ananyanyuka, lakini akabaki anashangaa mbele yake, anamuona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Michael. Mama ndo akanamwambia, kwani shida ni nini? Ulifika usiku mwingi kweli? Ilikuwaje? Amna, ulifika tu, ulipofika pale pale ukazimia. Kwani shida ni nini? Tatizo ni nini? Niambie, maybe naweza nikakusaidia. Bila akamwambia, kiukweli huwezi. Naweza kukusaidia? Hapana, huwezi kufanya lolote. Kwani shida ni nini? Wewe niambie tu. Bila pale pale utoka uamini ni kwamba alianza kulia. Kiukweli napitia wakati mgumu kweli, huwezi kunielewa mshikaji. Basi akawa anamtia moyo bidada ambaye anakwenda kwa jina la Tonia. Bidada alikuwa na huzuni kubwa vibaya mno, kwa sababu kuna mengi kweli ambayo anayapitia kwenye maisha yake. Alikuwa akilia na mshikaji alikuwa akimtia moyo pale. Basi mwamba akawa anamwangalia pale ambapo bidada alikuwa amedondoka kule njiani, kwani alikuwa ameumia kweli. Na baada ya masaa 24 kuweza kupita, tunamwona bidada alikuwa amepumzika zake. Hii ni siku nyingine tena. Basi mshikaji mdogo mdogo alikuja kumuona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Tonia, akikaangalia ni karembo eti. Huyu dada ni mzuri, ni pisi.
Pisi kali. Basi mshikaji akawa anamshikashika, anampapasa. Mwamba akajikuta kama kampenda hivi, kampenda huyu dada ambaye anakwenda kwa jina Latonia. Bidada anashangaa mshikaji alikuwa akimshikashika. Basi umekuja? Ndio, nimekuja kujua kwamba unaendeleaje, kwa sababu kama unavyojua siku ya jana haukuwa sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri kwa sasa hivi, niko sawa. Basi mshikaji akanamwambia najisikia vizuri, asante sana. Asante Michael kwa kunijari. Mwamba kamshika mkono bidada, kamwambia wala usijari, lakini kuna namna bidada, kama kuna namna anamwangalia mshikaji hivi kama naye kampenda hivi. Kabidada kwa kana tabasamu tu pale, kamependa namna ambavyo mshikaji amekakea, kuna tabasamu tu kenyewe. Hizi dalili mbaya hizi dalili za kupenda hizi, dalili za kuzama. Ni wakati mwingine bidada alitimba chumbani kwa mshikaji, lakini Mwamba alikuwa ametoka zake bafuni kuoga. Bidada kuangalia kifua kama akawa amepagawa hivi. Nilikuwa nakuja tu kukwambia kwamba natoka kidogo. Ndio unatoka, lakini kwani shida? Hamna, no problem, lakini sichelewi kurudi, nitawahi. Yani sichelewi kurudi, nitawahi, lakini naona kwani shida ni nini? Unasema sawa. Kuna namna bidada anazungumza vitu ambavyo havieleweki mpaka mshikaji anabaki anamshangaa. Nadhani kwa sababu bidada kamkuta mshikaji yupo kifua wazi, Mwamba ametoka kuoga. So unavyojua tena mtu akitoka kuoga vitu vinakuwa vingi, afu mshikaji kavaa tu taulo kwa pale mbele kuna vitu humo. Basi bidada akawa anamwoga mshikaji kwa sababu kuna sehemu alikuwa akihitaji kuelekea. Basi bidada akawa anajichenga zake, mshikaji akawa anazoom kwenye taulo, ameona nini huko? Basi bana, ni wakati mwingine mshikaji alikuja kuonana na rafiki yake. Huyu ni rafiki yake, ni rafiki yake kipenzi kweli, anakwenda kwa jina la Emmanuel. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno, na huyu Emmanuel yuko hapa Lagos. Basi mshikaji akawa anamshirikisha rafiki yake the way ambavyo amejikuta amempenda yule bidada ambaye anakwenda kwa jina Latonia, ambaye anakaa nyumbani kwa dada yake, kwa sababu mshikaji amejikuta amempenda yule dada. Basi bana, wakati mwingine mshikaji alimletea bidada chakula chumbani kwake, na bidada naye alikuwa ametoka kuoga na alikuwa amevaa nguo moja tu ya kulalia. Mshikaji kumwangalia, na bidada kashtuka kumuona mshikaji, kaangalia viungo vimechola, nimekuletea chakula hapa. Mshikaji akawa anaona aibu kwa sababu kamkuta bidada akiwa kwenye hali ya tarishi. Mshikaji ikabidi ajichenge pale, bidada kamdaka, wewe vipi? Katupa mtandio pale, kabaki na kiunguo fulani hivi laini cha kulalia. Akawa anampapasa mshikaji, wewe ni ndugu rafiki yake na dada yangu wewe. Bidada akawa anamwambia tulia wewe, tulia nikupe vitu mkaka, tulia, lakini wewe ni rafiki yangu na dada yangu, mimi siwezi kufanya hivyo, tulia wewe nikupe vitu. Bila kuna sehemu akapeleka mkono kule chini, akawa anapapasa, vipi kuna shido? Mshikaji kageuka, kikweli mimi siwezi, mimi naogoa. Tulia wewe mwanaume, vipi mbona unakuwa hivyo? Mwamba kachundwa kuvumilia, kaanza kupata juice ya miwa. Bidada akasema hapa ndo napataka wewe. Mwamba kaanza kumfaidi huyu mtoto wa kike mzuri mrembo ambaye anakwenda kwa jina Latonia Chikinyashi, na Mwamba kamtupia kunako bedi. Kilichofuata, Mwamba alimjunja, alimtafuna, ya nini humu tu. Na baada ya mitafuno asubuhi na mapema, bidada ndo akawa anaamka, lakini alikuta mshikaji amejichenga. Yuko wapi tena huyo mwanaume? Mwamba alikuwa tayari ameshajichenga baada ya kuweza kutafuna kitumbua cha dada ambaye anakwenda kwa jina Latonia. Na wakati mwingine bidada alienda kuoga, then mdogo mdogo akawa anatoka zake bafuni, lakini muda si mrefu mshikaji akawa anatimba ambaye anakwenda kwa jina la Michael. Nimekuletea kahawa hapa uweze kushtua utumbo kidogo. Unajua tena kazi iliyokuwepo jana usiku sio ya kitoto. Kabaki anashangaa, vipi unaweza kupata kahawa? Tafadhali toka nje. Kivipi? Nimekuambia hivi toka nje tafadhali. Kivipi? Shida nini? Nimekuambia hivi toka nje jamani. Kuna shida? Tatizo nini? Toka nje bana, nikuwekea kahawa. Nimekuambia hivi toka nje, toka na kahawa yako. Kwani shida iko wapi? Toka nje bana, vipi? Mshenzi, unaambiwa toka nje afu unaanza kuleta vitu vya ajabu. Basi mshikaji akawa anatoka, lakini alikuwa kishangaa kweli. Bila kuna namna, ni kwa nini anamfanyia hivi mshikaji? Kwamba jana kumpelekea sana moto au? Mshikaji kafika chumbani. Huyu mwanamke vipi? Shida nini? Kwa nini ananifukuza? Au jana sikumjunja vizuri? Au kuna tatizo? Kwani shida iko wapi? Mshikaji akawa anashangaa tatizo liko wapi. Mdada kamfukuza chumbani kwake na alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake. Rafiki yake kamwambia maybe amefanya hivi kwa sababu ni rafiki wa dada yako, lakini haijarishi, yeye mwenyewe ndo aliutaka mguu wa mtoto nikampatia, lakini kwa nini afanye haya yote? Mimi nadhani itabidi uendelee kumbembeleza. Basi mshikaji ikabidi aendelee kumfuata bidada ambaye anakwenda kwa jina Latonia, lakini kila akimgongea chumbani kwake bidada hataki shobo kabisa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Michael. Anafunga kabisa mlango, hakuna mshikaji kuingia ndani. Mwamba kila akigonga, gonga nawe
wewe, gonga na wewe, gonga na wewe. Lakini bidada hafungui kabisa, hahitaji shobo. Hii mshikaji ilikuwa inamkata kweli, alikuwa apendi, na hata akimpigia bidada simu ashiki, aokote simu zake kabisa. Hataki shobo bidada kwa sasa hivi, amtaki mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Michael. Basi Mwamba akawa anamtumia ujumbe pale. Ni wakati mwingine bidada alikuwa akitoka zake kwenda kuuza kitumbua, mshikaji akawa anamzuia, jamani Tonia, kwa nini unanifanyia yote? Shida iko wapi? Tatizo ni nini? Hamna tatizo lolote, sihitaji tu shobo. Kwani shida ni nini jamani? Tangu tumenjunjana siku ile naona kabisa umebadilika. Ndo hivyo, ilikuwa ni usiku mmoja tu, haimaanishi ndo tuwe na mahusiano. Yani ile nilikutunuku tu. Kwamba ulinitunuku kivipi yani? Kwa ulijua tuna mahusiano? Mimi nilikutunuku tu bana, kama mdogo wa rafiki yangu nikakutunuku tu fresh. Wewe nipotezee kabisa. Bidada akawa anajichenga, mshikaji akupenda ile kauli, kumbe alinitunuku. Mwamba akupenda hata kidogo. Mdogo akawa anajichenga, akupenda kauli ambayo amezungumza bidada ambaye anakwenda kwa jina la Tonia, eti kamtunuku eti.